Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliumba mbingu na nchi, asante mfalme wa amani, asante kwa neema yako. Tuna kila sababu ya kukushukuru Bwana na kulimidi jina lako, maana unasema ya kuwa bisheni hodi nami nitapata kufungua. Bwana, tuko mbele zako, tunaomba neema na kibali tupate kulijua neno lako, tupate kujifunza, fahamu wetu Bwana ukapate kufunguliwa katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti. Tunamwarika mahali hapa Roho Mtakatifu, kila roho wa giza tunampinga kwa jina lenye mamlaka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nikiomba na kuamini kwa Utatu Mtakatifu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Shalom, shalom, mtumishi wa Mungu. Mungu amekupa neema na kibali. Mungu anazidi kukutumia kwa namna nyingine, na Mungu ninaamini ya kuwa anazidi kuweka kibali mbele zako. Una kila sababu ya kumwambia El Shaddai, Jehova Shama, asante, maana Mungu umezidi kunipenda na wewe ni mwingi wa rehema na Mungu aliyejaa upendo, na ndio maana anazidi kukutunza na kukupa kibali cha afya, si kwa sababu una nguvu nyingi, na si kwa sababu una pesa nyingi, na si kwa sababu una kila kitu. No, hapana, bali ni Mungu pekee anayeweza kukupa kibali. Amen. Kitabu ambacho kimepata neema siku ya leo, nitaenda kusoma kitabu cha Mathayo, ule mlango wa 24 na mstari wa 42 mpaka 44. Nayo maandiko matakatifu yanasema, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Ule mstari wa 43, lakini fahamu neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu ya mwivi atakayokuja, angalikesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Anasema, lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu ya mwivi atakayokuja. Anamaanisha kwamba mwenye nyumba angelijua kwamba siku ya leo mwizi ataweza kunikaribia mahali hapa na kuiba kila kitu ambacho ni cha kwangu, basi angeliweza kukesha pasipo kufumba macho, ili aweze kumuona mwizi wake ambaye anakuja kuvunja na kuchukua kila kitu cha kwake cha thamani. Kwa nini anatufundisha katika hayo maandiko matakatifu? Anamaanisha kwamba wakati wote na muda wote tunapaswa kumtumikia Mungu, kwa sababu anaweka ulinzi juu yetu, anaweka ulinzi juu yetu. Na ndio maana wakati wote tunapaswa kumwomba Mungu, tunapaswa kumuita Roho wake Mtakatifu, tunapaswa